Ukichukua hata kidogo ule upendo wa msalaba, hebu jifunze kusamehe basi hata. Kwa sababu ndani ya msalaba tunakuta zaidi sana nini? Sema nguvu ya upendo. Unajua kuna wakati mwingine tumepata mafundisho ya kuona dhambi kuwa na nguvu sana kuliko msalaba. Sikiliza, msalaba ndo una nguvu kuliko dhambi. Dhambi yako unaoitazama sana wewe, msalaba hautazami hiyo dhambi, kwa sababu msalaba ulilipa gharama kuliko dhambi. Nakwambia ukafanya dhambi? Hapana. Najaribu kuonyesha kwamba tusiwe wepesi wa kutazama sana dhambi kuliko msalaba. Tukibaki sana kutazama dhambi, hatutatoka ndani ya dhambi, tutabaki ndani ya dhambi. Na ndio maana ukimkuta Nabii Frank, mimi nakupenda jinsi ulivyo. Na dhambi yako sikuangalii. Kwa sababu gani? Sitazami dhambi yako, natazama nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba imebeba nini? Nguvu ya upendo. Ile nguvu ya upendo ilimpa Yesu kuvumilia mateso. Unajua upendo inakupa kuvumilia kitu ambacho haistahili kuvumilia. Unaweza kukuta ndoa nyingine ilisha kufaga siku nyingi, ila kwa sababu mwanamke anampenda mwanaume, inabidi tu amvumilie hivyo hivyo. Kwa sababu anapenda watoto wake, inabidi avumilie akae hivyo hivyo pale. Anapigwa, inabidi akae pale kwa sababu ya nguvu ya upendo. Sasa na sisi ikifika sehemu, natakiwa tunaposherehekea leo Pasaka, cha kwanza tujifunze kuangalia ndani ya ule msalaba wa Yesu na lile kaburi kuna nini? Ndani ya kaburi tunakutana, ndani ya msalaba tunakutana na cha kwanza na nguvu ya upendo. Amen. Ndani ya kaburi tunakutana na nguvu ya ufufuo. Amen. Msalaba ulimsukuma, ile nguvu ya upendo ilimsukuma Yesu msalabani. Pasipo kuangalia akina Frenki ambaye anatufia, akina Joni, akina Saidi, kina Asha, na ukahaba wetu, na umalaya wetu, na uzinzi wetu, na uizi wetu, na chuki, na wivu, na uganga, na ushirikina. Hakutuangalia katika hayo. Zaidi sana aliangalia upendo. Upendo. Amen. Upendo. Amen. Upendo. Amen. Upendo ukamsukuma. Bado yuko pale msalabani, anakutana na nani? Mwizi ambaye yuko pamoja naye. Akaambia leo tutakuwa pamoja peponi. Angalia, leo tutakuwa wapi? Pamoja angalia peponi. Mwizi, angalia, anakutana na mwizi kwenye msalaba wake. Badala ya kumhukumu kwamba wewe kwa nini unaiba, akaachana na habari ya kuhukumu, kwa sababu nguvu ya upendo ikatazama kuwa na yeye sehemu ambapo ni patakatifu, wakati huu ni mchafu. Na ndio maana kama kanisa tukitembea na nguvu ya msalaba, tutaachana na habari ya kunyosheana vidole, tutaachana na habari ya kupigiana vijembe, tutaachana na habari ya kurushiana maneno, wachungaji kwa wachungaji, waumini kwa waumini. Kuna waumini wa kanisa fulani wanaonao waumini wa makanisa mengine kama ni wachawi, washirikina, wabaya, wachafu, wazambi wao. Alafu wao wakajiweka katika nini? Kundi la watakatifu. Kanisa fulani, hawa wachafu hao. Nguvu ya msalaba ipo ndani yako. Nguvu ya msalaba ikiwa ndani yako, utamtazama kila mmoja katika nguvu ya upendo. Nguvu ya msalaba ikiwa ndani yako, utamtazama ambaye hajaokoka kuwa thamani kuliko wewe ambaye umeokoka. Wakati mwingine sisi tuliookoka tunakuwa na viburi na kuwaona watu wa dunia ni wabaya, hawafai. Wakati tunasahau na sisi tulikuwa wabaya hata kuliko wao. Yaani sana Janita ambaye leo hii hapa alikuwa Chapombe. Nini? Chapombe. Nini? Alikuwa Chapombe. Chapombe. Leo hii hapa ametoka kwenye pombe, anaenda kumdharau kahaba. Ni kwa sababu ndani yetu hakuna nguvu ya nini? Ya msalaba. Tunapozungumzia nguvu ya msalaba ni nguvu ya nini? Ya upendo. Tukitazama ile nguvu ya upendo iliyoko kwenye msalaba, itanifanya mimi, itakufanya wewe kumjali na kumheshimu kila mtu. Utamwona wa thamani ndugu yako. Huyo kahaba katika ukahaba wake, bado pamoja na ukahaba wake, utatazama ukahaba wake, utatazama nguvu ya msalaba nyuma ya ule ukahaba. Kwa sababu hata na wewe ulikuwa kahaba, lakini nguvu ya msalaba ikakuhurumia, ikakuondoa ndani ya ukahaba. Ndio maana hapa kanisani
Sisi huduma yetu ya Jua la Haki, hatukuangaliwi wewe ni kahaba, hatukuangaliwi umeokoka, hatukuangaliwi ni Muislamu, hatukuangaliwi ni mpagani. Tunachoangalia ni nguvu ya msalaba. Kijua nguvu ya msalaba, alafu unakutana na nguvu ya nini? Ya ufufuo. Hebu fikiria mtu anayekufukuza kazi unaolipa milioni 2. Hebu fikiria mtu anayekusababishia hiyo biashara unaoifanya, unaolipa ada watoto wako, chakula unaotumia kwa ajili ya maendeleo, kusaidia kwenu, anatokea mtu anavuruga biashara. Unaweza samehe? Tuongee ukweli. Unaweza kusamehe kawaida? Kibinadamu huwezi. Lakini nguvu ya msalaba ikiishi ndani yako, utasamehe.